Natia riski hapa na ionyesha mpaka dunia riski na kula hivi. Kama ninasema uongo ninachokiongea hapa basi mimi nilaaniwe. Watanzania, kwa nini niliamua kuacha uzinifu? Kwa sababu nilikutana na mambo Allah ndo shahidi anajua, na kama sikuaga kwetu sasa hivi mngekuwa tayari niko rest in peace. Watanzania, nilikutana na kichwa kimoja Manhattan. Hapa kuna sehemu kunaitwa Manhattan 42nd, ndiko na bonge moja la restaurant, alafu kwao ana mahoteli kwenye fuku za bahari. Sikwambieni mtu kutoka nchi gani. Nilipokuja kukwambieni hapa kwamba huku kuna mavuzi, kuna hichi kwa sababu unajua nini nilichokifanya, na ndio maana nimekuja hapa kukukatazeni. Unaambiwa mwambie, asiposikia basi. Nilikuja nikagive up, nikasema kama sitakuja kuolewa basi wacha nife, hakuna kaburi la mjane, lakini mimi na uzinifu basi. Nisikilizeni, natia riski sasa hivi hapa. Allah na malaika ndo shahidi, nilichukuliwa mibonge moja la hoteli la kifahari na evidence kwenye simu yangu. Nikaona mwamba huyu hapa, nilikuwa nasubiri kidogo tu nje nitangaze Insta, na mimi tayari nimeopoa tajiri New York. Watanzania, hiyo siku nilokwenda nikapelekewa moto, wallahi na hapa kwa mbingu na ardhi. Watanzania, yule bwana wakati kashanipiga ukuni, yani kashanishona, alikuja akanipakua kipakuo kimoja tu ambacho kama tuko angani, yani kama vile niko mbinguni vile, astaghfirullah wala atubu ilaika. Baadaye nikiwa hoi taabani nilikuja nika collapse. Yule bwana akaniaga akasema nakuja kama dakika 20 natoka. Akatoka kwenye kile chumba. Watanzania, nikahisi kama mtu ananinyonga, kama natukufa sasa, nakufa pale pale. Watanzania, mimi kwenye hembegi yangu huwa natembea na kitabu. Nikakichukua kitabu changu pale, sikujali lile janaba nilokuwa nalo, nikaanza kusoma maneno, nikaanza nitoka tu, nikaanza kubaua ile hayumo chumbani. Nadhani yule alikuwa anajua huko muda atakauchukua mimi kutayari nishapata moto, ndio ilikuwa natolewa kafara. Kudadeki nikaumwa, nikaanza kupapatua. Nikampigia simu kumwambia kwamba huku niko hali mbaya, kimbia uje. Ngoma simu akawa hapokei. Watanzania, hakupokea simu. Nikanyanyuka kitandani nduki mpaka chooni, nikawasha maji ya baridi yale ya baridi. Nikaenda nikaanza kujimwagia kule chooni, na itafuta roho yangu sasa. Kila pale najisomea, nasema na Mola wangu nisamehe kwa huu uzinifu nilofanya. Ya Allah nirudishe duniani. Nilikuwa tena pale chooni najishika vinapigwa na yale maji. La. Nachukua simu yangu napigia jamaa pokei. Hapo ndo nilikuja nikaacha uzinifu. Watanzania, uniambii chochote kuhusu mabwana wenye hela, wenye makampuni, wenye nini nimeshapita kote huko. Mimi manuari shapita kote. Subirini siku moja nipata sawasa, angalau niambie kipindi hichi hapa, elezea jinsi ulivyo haso maisha ya New York City, Brooklyn, New York. Mpaka nikasimama, mpaka nikasema sasa mimi na uzinifu basi nimegive up. Sasa hivi hata uje na milioni, uje na madola kwenye begi, sikutamani. Sikutamani ndugu yangu. Pesa kitu gani? Kilinitokea hicho kisa. Kilinitokea ndugu yangu. Mimi natembea na zana kwenye hembegi yangu. Mimi ninapokuja basi uje kwenye mkoba wangu kuna something. Nikianza tutui, nisipokuwa nacho kwenye mkoba basi kipo somewhere. Kitabu changu. Yaani ngiona mkizidiwa tu, unazama kichochoroni na kisoma. Hapo na connect pharmacy harani.